Karibu JTDFX. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kunicheki kwa namba ambazo zinaonekana hapo kwenye skrini yako. Pia nimeandaa group la WhatsApp la pamoja, utaangalia link kwenye description then utajoin. Ni group kwa ajili ya motivation. Sasa leo nimekuandalia makala ambayo inahusu jinsi ya kuzuia kupata hasara kwenye forex trading. Kama tunavyojua, trading ya forex huwa inakuwa inahusisha riski. Kwa maana sisi tunavyokuwa tuna trade huwa tunakuwa tunachukua riski ili tuweze kutengeneza kiasi fulani. Kwa mfano, tuna riski $1 tunaiweka katika soko iingie kwenye mzunguko, then tuna expect kuweza kutengeneza zaidi ya hiyo dola. Sasa in case kama unapata hasara kubwa, mwisho wa siku akaunti inaungua, akaunti inaisha. Sasa nini kifanyike ili kuweza kuzuia kuweza kupata hasara unapokuwa unafanya hii biashara ya forex? Zipo njia za kuweza kuzuia kupata hasara na kuwa profitable daima. Sasa itatakiwa uweze kufanya mambo haya ili uweze kuepukana kuweza kupata loss na kuweza kuunguza akaunti yako. Inawezekana kabisa kuweza kufanya forex trading pasipo kuweza kuunguza account, hata kama hasara ambazo unakuwa unakutana nazo ziwe za kawaida. Sio unapata hasara mpaka account inaisha kabisa. Hiyo sio afya katika kuweza kufanya biashara hii ya forex, kwa sababu forex trading ni biashara kama ilivyokuwa biashara zingine, lakini lazima uweze kujifunza zaidi ili uweze kujua mambo yanaenda vipi. Sasa fuata hizi njia 7 ambazo nimeziweka hapa ili uweze kuepuka hasara. Njia ya kwanza, tumia lot size ndogo. Njia ya pili, chagua strategy ya kutumia. Strategy ni mpango kazi. Njia ya tatu, fuata sheria za soko na sheria zako binafsi. Inatakiwa uwe na sheria. Tumia risk management. Lazima uweze kuapply risk management. Kwa mfano, una risk 1% ya mtaji wako au 10% ya mtaji wako. Kama mtaji wako ni $100, una risk $10 tu. Pia usitrade gold na Bitcoin. Pia chagua trading session, pia carry trade. Kwa ukizingatia hivi vitu utaweza kuwa profitable. Sasa tuangalie hii njia ya kwanza. Tumia lot size ndogo. Hapa lazima uweze kuchagua lot size kulingana na account yako, kulingana na ukubwa wa account yako. Usitumie lot size kubwa kwa account ndogo. Make sure unachagua lot size. Sasa ukiangalia hizi recommended lot size, ukiangalia hapa nimeziweka hizi hapa lot size ambazo unaweza kuzitumia kwa account mbalimbali. Hizi ni standard lot size. Kama account yako ina $100, tumia lot size ya 0.01. Kama account yako ina $200, unaweza ukatumia lot size mpaka 0.5. Kama ya $500, 0.5. Kama $1000, 0.1, na hapo $5000 unaweza kutumia mpaka lot size ya 1. Na kitu cha pili cha kufanya ili kuweza kuepuka loss kwenye forex, chagua strategy ya kutumia. Strategy ni mpango kazi, na hizo strategy mimi nimezitoa, zipo kama 8 hivi ambazo unapaswa kuweza kuzijua ikiwa wewe ni beginner. Utaangalia YouTube, kuna hiyo video nimeweka top 8 best forex strategy kwa beginner. Nimezichambua strategy 8, yani njia za kuweza kutrade forex. Kuna demand and supply, kuna support and resistance, kuna fair value gap, market structure pamoja na price action na zingine nyingi. Kwa utachagua moja, au unaweza kuchagua hata 2 au 3 ukazimaster na ukawa unazitumia hizo, unafanya backtest then una trade. Pia fuata sheria zako na sheria za soko. Sheria zako ni zipi? Yani ni vile ambavyo umetrade wakati huu na ukapata faida. Fuata kile kitu ambacho ulifanya mpaka ukatrade na ukapata faida. Kwa mfano, tunasema trend is your friend. Inamaanisha una trade kulingana na trend. Kama kukiwa kuna uptrend utakuwa una buy. Kama kukiwa kuna downtrend utakuwa una sell. Na sideways pia utakuwa unaangalia opportunity hapo ya support na resistance. Ikigusa kwenye support
utabuy na resistance utasell. Kwa hiyo make sure unafuata sheria za soko na sheria zako binafsi. So soko lipo katika bullish, wewe una sell? Hapana. Soko likiwa lipo katika bullish, huwa tunakuwa tuna buy, na likiwa lipo katika bearish, unakuwa tuna sell. Unatakiwa kuweza kufuata sheria za soko au uweze kufuata sheria zako binafsi. Kama labda mimi nitanunua ikiwa kuna kitu fulani, kwa hiyo unapaswa kuweza kuzingatia kitu kama hicho. Kitu cha 4, tumia risk management. Risk management hapa uhusisha kuriski kisehemu kidogo cha mtaji wako. Kama wa $10, riski $1 tu au 0.5 kila trade, kila unapokuwa unafanya trade. Pia katika hii risk management uhusisha pia matumizi ya stop loss pamoja na take profit. Kwa hiyo make sure unavitumia hivyo vitu. Pia kuna matumizi ya leverage. Leverage huwa tunaitumia ili kuweza kucontrol large positions of dollars tunapokuwa tupo katika market. Kwa hiyo kama account yako ni ndogo, tumia lot size ambayo imekuwa recommended kwa mtaji ambao ulionao. Usitumie leverage kubwa ambapo itakufanya uweze kwenda na position nyingi. Kwa hiyo hakikisha unatumia leverage ndogo, unaweka stop loss pamoja na take profit, alafu pia una riski asilimia chache ya mtaji wako. Pia unatumia risk to reward ratio. Hii risk to reward ratio, labda una riski $1 then target uweze kupata $3, au una riski $2 target uweze kupata $6, au una riski $10 target uweze kupata $20. Hapo utakuwa umetumia risk to reward ratio ya 1:2. Alafu pia usitrade gold pamoja na Bitcoin kwa mtaji mdogo. Kama mtaji wako ni mdogo, maybe labda una trade kwa $10 au $20, $30, $50 mpaka $100, usitrade gold kwa sababu mtaji ni mdogo, na hii gold huwa inaenda kwa movement kubwa. Kwa mfano 1 pip movement ya hii gold huwa inaenda kwa $0.1. Kwa hiyo ukipata pip 10 tu, ina maana sawa umpata $1, na ukienda long kwa pip 10 tu utakuwa umeingia loss $1. Kwa hiyo ni riski sana kuweza kutrade hii gold pamoja na Bitcoin kwa sababu 1 pip movement huwa ina cost $0.1. Kwa hiyo kwa pip 100 tu, yani ukipata pip 100 au ukikosa pip 100 utakuwa umeweza kupata $100 au umeweza kuriski $100. Kwa hiyo make sure kwa mtaji mdogo usitrade gold pamoja na Bitcoin, itakutoa kwenye focus zaidi. Kwa hiyo hiki kitu kizingatie. Alafu pia chagua forex trading session. Forex trading session ni muda wa masoko ya forex. Haya masoko ya forex yapo manne. Kuna Sydney session ambayo ni soko lipo Australia, kuna Tokyo session ni soko ambao lipo Japan, kuna London session ni soko ambao lipo Uingereza, na New York session ni soko ambalo lipo Marekani. Kwa mfano, hii London session huanza saa 4 na kuweza kuisha saa 1 ya jioni, alafu saa 9 ya alasiri huanza New York session na kuja kuisha saa 6 ya usiku. Kwa hiyo kuna muda haya masoko yanakuwa naungana, na pia kila soko linakuwa lina sifa zake. Kwa hiyo make sure unachagua session ambayo utaona wewe ni nzuri kuweza kutrade. Mfano pia kuna saa 6 usiku inaanza hii session ambayo inaitwa ni Sydney session na kuja kuisha saa 3 ya asubuhi. Alafu pia kuna session nyingine ambayo ni Tokyo session, huanza saa 9 ya usiku na kuisha saa 6 ya mchana. Kwa hiyo make sure unachagua session ambayo utakayokuwa unaweza kuitumia kuweza kutrade kwa kutumia strategy fulani, kwa sababu kwa mfano labda katika London session na New York session kuna muda zikiungana, kwa kutumia breakout strategy unaweza ikafanya kazi vizuri. Kuna video ambayo nimeitengeneza, unaweza ukaangalia YouTube zeni ukajifunza zaidi kulingana na. Pia kitu kingine ambacho kinaweza kukusaidia kuweza kuepuka loss katika forex trading ni kucarry trade. Kucarry trade inamaanisha ni kukaa muda mrefu sokoni. Labda ukiangalia kama hii, ukiangalia hii chart yangu hapa
nime open position hapo juu ya kuweza kusell, then nimekaa kwa muda mrefu sana, ndio then nimekuja kuweza kuclose hii trade yangu. Inamaanisha hapa nimecarry trade. Kiangalia hapa inakuwa nimecarry trade. Kwa hiyo huwa tunavyokuwa tuna carry trade, huwa tunakuwa tuna carry kwa design kama hii. Unakaa muda mrefu sokoni, tunaita carry trade. Na mnaso unafungua tu ukianza kupata ka profit ka 0.3 una close. Hapana. Inatakiwa kama ukifungua position yako maybe ina stop loss kwa labda $1, unatulia sokoni uweze kupata mara 2 ya kile kitu ambacho umeliski. Kwa hiyo unajikuta kama utakopo unafanya forex kuweza kucarry trade, unakuta account inakuwa hata kama muda mwingine ukiweza kugusa stop loss. Kwa hiyo itakuwezesha kuweza kulikava kulingana na zile profit ambazo ulikuwa unazipata kwa wakati mwingine. Kwa hiyo make sure unakuwa una carry trade ili uweze, kwa hiyo ili uweze kuepuka kuweza kuwa loser katika trading, hakikisha uwe una carry trade. Usiwe tu unafungua then unatoka ndani ya muda huo. Carry trade itakusaidia. Hii ni habari njema kwa wale wote ambao wanahitaji kuweza kujua forex au kujifunza forex. Kwa sasa nimeanza kutoa mafunzo ya forex kwa gharama nafuu kabisa. Kwa mawasiliano unaweza ukanitafuta kwa namba ambazo zinaonekana hapa kwenye screen yako. Kwa hiyo unaweza ukanipigia simu au ukanitafuta WhatsApp au ukanitumia ujumbe. Ukinitafuta nitakupa utaratibu wa jinsi ya kuweza kuanza mafunzo. Gharama ni nafuu zaidi. Wekeza muda wako katika kuweza kujifunza trading. Ukijua forex trading utaweza kufanya trading ya financial markets yoyote pale. Kwa hiyo wekeza muda katika kuweza kufanya trading. Usikimbilie kuweza kudeposit na kutaka kuweza kutengeneza mamilioni ya pesa. Ndio unaweza ukaotea, lakini utakuwa ni loser kwa siku zijazo. Kwa hiyo wekeza muda wako kwanza kwenye kujifunza. Soko la forex